anaitwa Okay, let us really Mungu yote hakuna kama wewe Bwana. We praise your name, Jesus. We worship you, Jehovah, because of all you have done before us, my Father, so that, Lord, we may not perish but come to your life in eternal life, where we shall inherit together with Christ. All of us here, Lord, are here to honor you. Father, please accept all that your people have come to bring to you, so that your name may be lifted up each and every day in our life. In the mighty name of Jesus Christ, somebody celebrate Jesus. I
Katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi wacha tukaweze kuangalia andiko la siku hii ya leo, tuone neno la siku hii ya leo. Kwa wale ambao hawanijui, I am a preacher and at some time the Holy Spirit gives me the ability to teach. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So today I want us to learn about God. I was wondering about what I should come to say here today, but in that situation of wondering of what I should come to say, the Holy Spirit of the Lord whispered it to me that His people do not know Him. Bwana Yesu asifiwe. So the Lord wants you to know Him. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tunaenda kuangalia kuhusu kumjua Bwana. Kumjua Bwana. Hapo ndo tunaanzia kuhusu kumjua Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So I just want to nirudi nyuma tu kidogo, in the book of Acts. Kuna mahali pale mtumishi wa Mungu Paulo alipokuwa katika njia ama alipokuwa katika safari yake ya kuendeleza injili ya Kristo Yesu. Kuna mahali ambapo alienda. Bwana Yesu asifiwe. Na pale mahali ambapo alienda kulikuwa kuna watu ambao wanaabudu vitu vingine wakiviita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini anasema nikatembea katika kila sehemu nikaona kwamba nyinyi kweli ni watu ambaye mmeshikilia dini kweli.
lakini akafika mahali akapatana na kibao, a signpost imeandikwa to the unknown God, yani kwa Mungu asiyejulikana. Bwana Yesu asifiwe. Alipofika pale mahali ambapo pameandikwa kwa Mungu asiyejulikana, akawa anajiuliza na anaangalia hawa watu wanaabudu Mungu, wanaabudu miungu, wanaabudu vigango, lakini kumbe kile kitu ambacho wanakiabudu hawakijui. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana unaabudu Mungu, lakini yule Mungu ambaye unamwabudu haumjui, haumwelewi, haumfahamu. Bwana Yesu asifiwe. There is no way you can worship a God that you do not understand. Bwana Yesu asifiwe. There is no way you can worship a God that you do not know. Bwana Yesu asifiwe. There is no way you can worship a God that you do not have relation with. Bwana Yesu asifiwe. And there is no way you can worship a God that you ignore. Hallelujah. Amen. That is why today I have come for us to know the Lord. He is God. He existed from the beginning. Yani ametokea, just happen kukua vile tu alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If somebody has a Bible, I want us to read from the book of Genesis chapter 1 verse 1. I want us to read from the book of Genesis chapter 1 verse 1 na kuendelea. Tusome. Wapenzi wa Biblia, mko wapi? Genesis chapter 1 verse 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tuendelee. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Just pause at that. So neno limetuambia vizuri ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Which means that we are serving a God who existed before our creation. Bwana Yesu asifiwe. He is the Lord, and he says and declares that I am the Lord. Apart from me there is no other God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaabudu Mungu ambaye alikuweko toka mwanzo. When you read the book of Exodus, Mungu akawa anamwambia Musa ya kwamba mimi ndiye, alipomuuliza ya kwamba now I am going back to Egypt to rescue your people, but what will your people, what if your people ask me, what should I tell them? Who are you? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia, go tell them I am who I am. Bwana Yesu asifiwe. Yani mimi ndimi nilie, yani niko hivyo hivyo. You cannot define God. Bwana Yesu asifiwe. You cannot define who God is, but he is just God the way he is. Bwana Yesu asifiwe. Hivi leo nikakuuliza Mungu ni nani? Utanijibu. Bwana Yesu asifiwe. You cannot define God, but God is just the way he is, because he says I am who I am. Bwana Yesu asifiwe. What God wants from you is not your ability to understand him, but it is your ability to believe in him, have faith in him, accept him the way he is. Bwana Yesu asifiwe. Yani kumkubali. Kuna watu wanasema kuna miungu mitatu. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Ni kweli, si ndio? Kabisa, na wapongeza. Ni kweli kuna miungu mitatu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni mmoja. Kuna miungu mitatu lakini Mungu ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. God is one. There is no other God. Usidanganye na mtu akakwambia kuna Mungu watatu. Hakuna Mungu watatu. Yeye mwenyewe ameandika na akasema. Let me look at it in the book of Isaiah. Isaiah 45. Isaiah 45 verse, amerudia mara tatu katika hiyo chapter, akasema I am the Lord. Ya kwanza ni kuanzia verse 5. Can somebody read from verse 5? 45 verse 5. Isaiah 45 verse 5.
Wapenzi wa Biblia mko wapi? 5. I am the Lord, and there is no other. Beside me, there is no God. I give you two, do not know me. Yesu asifiwe. Okay, simama wasomee vizuri. I am the Lord, there is no other. Beside me, there is no God. I did you, though you do not know me. Bwana Yesu asifiwe. Mmesikia hiyo? I am the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There is no other. So wale watu ambao wana fikra ya kusema ya kwamba there are 3 gods at hand working, that is a complete lie. The Lord is only one. There is only one God. But what is there is that God exists in 3 persons. Hello? Mpo? Yani Mungu ni mmoja lakini ana exist as 3 persons. And all the 3 persons are fully God. We have God the Father, we have God the Son, we have God the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. And all these are just working as one. Bwana Yesu asifiwe. Wanatembea pamoja. When God the Father says, let's go to the east, God the Son and God the Holy Spirit come together with the Father. Bwana Yesu asifiwe. That's why when you read the book of John chapter 10 verse 30, Jesus is teaching us that I and the Father are one. Bwana Yesu asifiwe. I and the Father are one. Bwana Yesu asifiwe. Yani mimi na Baba ni mmoja. Mahali pengine akasema, if you welcome one of these child, you are welcoming me. And when you welcome me, you are welcoming the Father, and at the same time you are welcoming the Son. Bwana Yesu asifiwe. So there is only one God, but 3 persons in that one God. Hello? Kuna watu wanaelewa hiyo? Najua kuna mtu anajiuliza inawezekanaje? How comes? But that is how it is. One thing about God, his nature is incomprehensible. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani kwa lugha ya kawaida haeleweki yani. Hawezi muelewa Mungu fully. You cannot understand God in full. Kwanza, the moment utasema that I have fully understand the Lord, nakwambia endo katubu, it is idolatry. Ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. The moment you get a picture of an image in your mind that the Lord is like this, you are already worshiping an idol in your mind. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi muelewa Mungu eti unasema sasa inaanza kumuelewa. Ni kama vile ukinunua sabuni imeandikwa 2 in 1. Bwana Yesu asifiwe. Ama imeandikwa 5 in 1. Kuna hizo sabuni zimeandikwa hivyo 5 in 1. So our God is 3 in 1. So kama Mungu ni 3 in 1 na ile sabuni ni 5 in 1. So inamaanisha no, you cannot compare God to any other thing. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says in the book of Isaiah that our God is incomparable. You cannot compare him with any other thing. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kumfananisha na kitu chochote. Ukisoma pale mwanzo wakati alipokuwa akiumba inasema God created the earth from the beginning. That was God the Father. Then the Spirit of the Lord, roho yake ilikuwa ikitembea juu ya maji. And then pale mbele akasema then he spoke. Now when you try to connect whatever is in Genesis chapter 1 verse 1 na kuendelea with John chapter 1 verse 1, you will get a full picture of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. And when you read in Matthew 5 the baptism of Jesus, there is a complete depiction of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Yesu alikuwa ndani ya maji na tunaambiwa roho wa Bwana akashuka kama nini? Kama mfano wa wapenzi wa siari, mko wapi? As a form of a dove. Then a voice was heard from heaven saying,
This is my only son. I am. Bwana Yesu asifiwe. So the voice that was speaking during that time was the voice of God the Father. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa sauti ya Mungu Baba ambaye alikuwa yupo juu pamoja na Roho, akamruhusu Roho wake ashuke. Bwana Yesu asifiwe. That is God the Holy Spirit descending in a form of a dove. Bwana Yesu asifiwe. And then Jesus Christ the Son akawa ako chini as a human being. Ukisoma pale John hiyo 1 kuendelea paka chini anasema and the word became flesh. Ile word ambayo ilisemwa pale in Genesis chapter 1 verse 1. It became flesh. So which means that Jesus, God the Father and God the Holy Spirit existed the way they are from the very beginning of things. Bwana Yesu asifiwe. And all of them are working together to shape everything in a perfect unity. Bwana Yesu asifiwe. You cannot have God the Father and not have God the Son. It's impossible. You cannot have God the Holy Spirit and not have God the Son. It's impossible. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo all these three personalities are in one God. Bwana Yesu asifiwe. The only way you can be able to differentiate is by their role. Yani yale mambo ambayo wanafanya. We have God the Father who is our creator. We have God the Son who is Jesus, our Savior, the one who saves us from everything that is above and below. Then we have God the Holy Spirit who comes now to sanctify us. Anayekuja kututakasa. Unaposema Mungu nitakase, Roho wa Mungu ndo anakuingia anakutakasa. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema Mungu niokoe, Yesu anakuja anakuokoa kwa damu ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. When you say God I want this and that in my life, God the Father comes and creates that thing that you want in your life. When you say God the Father I want to score an A in my final exam, God the Father is the one that comes and creates that A. Bwana Yesu asifiwe. Na wanakuja wote watatu, hawaji mmoja mmoja. They come together. God the Father creates by speaking the word who is Jesus, and then Jesus releases the Holy Spirit to do the action. Bwana Yesu asifiwe. Najua ni fundisho ngumu sana, linachanganya, but that is how it is. Bwana Yesu asifiwe. Since we still have a lot of time kidogo, I want us to go through the works of the Holy Spirit as fast as we can. As fast as we can, the works of the Holy Spirit. Tumesema you can be able to differentiate between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit by the role they play. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema God the Father is who? The Creator. God the Son is the Savior, Jesus. Then God the Holy Spirit is suspender. Nimesema sanctifier. Sawa. So you should be listening very keenly. So I want us to look at the roles of the Holy Spirit in our life. Number 1 role is transformation. Can you write transformation? I've resumed from a preacher to a teacher. Can you write transformation? Transformation. Let's go to the book of Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22. What does it say? Galatians chapter 5 verse 22. Inasema nini? Inasema nini? Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunda la Roho ni, mlikuwa mkiimba sana mlipokuwa huko primary. Hebu tuimbe. The fruit of the Spirit.
Okay, thank you. You may clap for yourself. Thank you. So the fruit of the Holy Spirit, number one is love. Number two is joy. Number three is peace. Number four is. Number five is. Number six. Number seven. Can you ask yourself, do I have this thing?